Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Habari ya uzima, habari ya huduma hapo Tanzania. Samahani sana, nimeshindwa kuvumilia, nimeshindwa kukaa kimya. Mimi ni mchungaji Josephat wa kanisa la Ufufuo na Uzima Burundi. Kiukweli naomba samahani kwa watu ambao watasikiliza hii audio, kwa sababu mimi binafsi nimeshindwa kuvumilia na kukaa kimya. Nikaona ni vizuri basi nitumie audio kwa ajili ya kuzungumza na Watanzania kwa maneno machache tu. So kwa kifupi, nina huzuni sana. Nina huzuni kwa ajili ya nchi ambayo ninayoipenda sana, Tanzania. Nina sababu ya kuzungumza maneno kama haya. Nchi ambayo imenilea kiroho, ni nchi ambayo imenitunza muda mrefu, ni nchi ambayo tunaipenda sana Warundi. Lakini kinachonihuzunisha ni kitu kimoja tu. Ni kwa sababu wa Tanzania mnataka muisambue nchi yenu kwa kutokujua kinachojificha nyuma. Wa ndugu zangu wa Tanzania, napenda ni washauri. Kwa nini mnakubali kunyang'anywa nchi yenu kwa kutokujua? Kwa nini mnadanganywa kufanya maandamano? Kwa nini mnafanya namna hiyo? Sikilizeni ndugu zangu. Nyinyi hamjawahi kuona vita. Hamjawahi kuona vita. Kutokeana na histori ya mainchi, Tanzania ni nchi ambayo imekaa kwa amani muda mrefu sana. Isipokuwa wakati wa Idi Amin Dada, na wakati yule hakuna vita iliyotokea. Hapana. Ni kama mashambulizi ya muda mchache tu, alafu mkamfukuza Idi Amin na jeshi lake likarudi Uganda. Lakini nina uhakika vijana wengi wa Tanzania hamjawahi kuona vita. Hamjawahi kuona vita. Msikie maumivu ya vita. Mkimbilie kwenye kambi za wakimbizi, mkimbilie kwenye nchi zingine. Ndugu zangu, je, mnafahamu mnachokifanya? So, ningependa niwashauri kama mtu ambao nimepitia kwenye vita ya Burundi muda mrefu sana. Burundi imeanza kushambuliwa kuanzia mwaka wa 1969. Ndo tulianza kushambuliwa vizuri kabisa. Mwaka wa 1963 ndipo rais aliyechaguliwa na Warundi wenyewe akauawa. Wakati yule ndipo sasa pakatokea vita ya makabila. Wahutu na Watusi wakauana wao. Lakini kuna mtu alikuwa anajificha nyuma ya hiyo vita bila sisi Warundi kujua. Tulipigana miaka mingi sana mpaka mwaka wa 2002. Ndipo Tanzania, hiyo nchi ya kwenu, ilitusaidia kusaini mkataba wa kusimamisha vita. Mwaka 2005 ndipo tukafanya uchaguzi tena. Uchaguzi ukatokea, rais wetu Nkurunziza akachaguliwa kama rais wa nchi ya Burundi, na akatuongoza mzuri. Na mnajua namna walikuwa wanasaidizana kuhusu uongozi na ndugu yake rais
John Pombe Magufuli. Wakati yule wale maadui tena ambao hawapendi amani katika Afrika Mashariki waliua hawa marais kwa sababu ya maendeleo ambayo walikuwa wanaleta katika nchi zetu. Na mambo yanayotendeka kwa sasa hapo Tanzania ndiyo yameanza mwaka 2015 Burundi. Walifanya maandamano. Kuna Wanyarwanda waliingia, kuna Waganda waliingia, na kuna Wakenya pia waliingia. Kwa sababu kuna kitu watu wa kule Europe, kule Ulaya, kuna kitu wanataka wakijenge katika nchi hizi mashariki. Lakini nyinyi wa Afrika, watu wa Afrika Mashariki, hasa Burundi, Tanzania, Kongo, hamjui. Walishachagua viongozi wao ambao ni Museveni na Kagame, na Mkenya ameingia, na South Sudan na nchi zingine ambao wamepewa pesa kwa ajili ya kuharibu nchi ambazo zina amani na zina madini. Sasa kwa taarifa ambayo ninazo, tayari Wanyarwanda wameshaingia kwenye nchi yenu, tayari wa Kenya wameshaingia kwenye nchi yenu, tayari wa Uganda wameshaingia kwenye nchi yenu, na Watanzania ambao wameasi wameambatana nao kwa ajili ya kufanya maandamano na kuharibu vitu ambavyo vimejengwa na John Pombe Magufuli. Ushauri wangu ndugu zangu, achana na mambo hayo. Kama ni kupindua serikali, pitia kwenye uchaguzi. Achana na vita. Mimi nina huzuni, nina machozi kwa sababu Watanzania wanaingia kwenye vita. Kwani mtafikiri serikali itapinduliwa na maandamano? Haiwezekani. Vitu vitaribika, watu watakufa, na serikali yenyewe itatafuta misaada ili pambane na waasi. Hamtaweza. Mimi nawaambia ukweli, kwa sababu hayo yote wameshayajaribu. Burundi wamejaribu, nchi mbalimbali, hata Kenya imeshindikana. Chana na mambo hayo ndugu zangu. Mimi nawashauri kama Mkristo, kama mwana wa Mungu, kama majeshi ya Bwana, tupambane rohoni, tupambane rohoni. Nataka audio hii kama inawezekana muisambaze kwa ndugu zangu, kwa Watanzania wa ndugu zangu. Musifanye hivyo, waliwadanganya. Wanataka wapindue serikali yenu. Sana sana wanatafuta Chama cha Mapinduzi, kwa sababu mfumo wa Chama cha Mapinduzi umewazuia wazungu kufika kwenye lengo lao. Ndio maana wanatafuta Chama cha Mapinduzi kama vile walikuwa wanatafuta CNDD-FDD ya Burundi, kwa sababu mfumo wa Chama cha Mapinduzi ni kama mfumo wa CNDD-FDD. Musisubutu, tayari mnakwenda, mnamilikiwa na watu wengine. Ya Watanzania ndugu zangu, Bwana alikuwa anawakamata kama watu wenye akili sana, na wakamata kama watu wenye upelelezi wa ndani. Imekwenda wapi ndugu zangu? Hayo yote yamekwenda wapi? Fanyeni uchunguzi, fanyeni upelelezi wa ndani, ingia kwenye kina. Mtagundua ya kwamba wale watu wanaokuja kuwasaidia wa Kenya na Waganda na Wanyarwanda sio upendo, sio upendo. Kuna kitu kinajificha nyuma. Subiri niwaambie, niwafanulie kitu kidogo ambacho mlikuwa mjui. Hii vita ya Tanzania imeandaliwa miaka 10 iliyopita. Nyinyi mlikuwa mjui. Kwanza miaka 20 iliyopita, wakati FPR Inkotanyi, yani chama cha Paul Kagame, walipoingia madarakani kule Rwanda, walianza plan ya kupindua serikali ya Chama cha Mapinduzi na serikali ya Burundi na Kongo pia. Mwaka wa 1990
1996 ndipo walishambulia Kongo, wakafaulu kweli, wakapindua serikali ya Mobutu Sese Seko. Lakini nyuma imewageuka. Ndio maana kwa sasa kuko vita kule Kongo. So, kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nizungumzie hapa. Waliplani vita hiyo namna gani? Rwanda kwa kuambatana na Uganda, kwa sababu wao ndio viongozi wanaowakilisha zile nchi za Ulaya hapa Afrika Mashariki, wao wanatuma wadada wao kuolewa kwenye mikoa tofauti ya nchi wanazozitafuta. Kwa mfano, Kongo walituma wadada wengi kuolewa kwenye ule mkoa wa North Kivu. Kwa mfano, Masisi, Goma na mahali pengine zile sehemu. Kuolewa kwao, wanakuja kuolewa na siasa ya kuambia watoto watakapozaliwa kwamba hata kama mnazaliwa huku Kongo, lakini nyinyi ni Wanyarwanda. Sasa wale wa vijana, wale watoto wakishakomaa, wakishaeneza miaka karibu 18, 20, wanaanza kuwa na sijui nisemeje kwa Kiswahili, wanaanza kuingizwa ndani siasa kwa kuambia kwamba muwe waasi wa serikali, mwanze kushtaki serikali kwamba mambo hayako sawa, kuna vitu haviko sawa, kuna njaa, kazi hamna, kuna vitu yani mambo hayaeleweki. Wakaanza kuleta mambo ya kushtaki serikali kwamba uongozi wa hiyo serikali hauko sawa. Ndipo wanapata support kutoka nchi nyingine kwamba wanakuja kuwasaidia. Ndicho kilitokea Kongo. Mpaka leo vita, watu wanauawa ovyo kabisa. Tanzania kuna mkoa wa Kagera. Yule mkoa wa Kagera kuna Wanyarwanda wengi, wadada Wanyarwanda waliolewa Tanzania. Mpaka Dar es Salaam mimi najua, kwa sababu tukitembea hapo Dar es Salaam tunaelewana. Wanyarwanda na Warundi tuna lugha moja, tunaelewana. Wengi wa vijana wa Tanzania walioa wanawake wa Rwanda, hawajui ni habari gani. Wale wanawake, wanasiasa kutoka Rwanda, kwamba kuna miaka ijayo wale watoto mtakapowazaa ndio wataanza kuleta mashambulizi na kufanya maandamano katika nchi hii, na kusema ya kwamba vitu haviko sawa. Lakini lengo ni moja tu, ni kupindua serikali, waweke rais ambaye atawatii wale wa Ulaya. Sasa mimi nina huzuni kabisa, nina huzuni tena sana. Achana na mambo kama hayo ndugu zangu. Achana na manifestation. Achana na maandamano. Achana na maandamano. Sasa Mungu awabariki sana. Ninazungumza haya kwa sababu ya huzuni, kwa sababu nchi yangu nayoipenda Tanzania naiombea sana, na ninajua maumivu ya vita. Nimekimbia miaka mingi, ninajua namna tumeishi porini, ninajua. Ninaongea haya kwa sababu ya huzuni. Ninaumia sana kwa vijana wa Tanzania. Nani aliyewaloga ndugu zangu? Nani aliyewaloga? Acheni vita ya kimwili, njoni tuombe Mungu. Mungu atafungua njia na mtafanikiwa. Mungu abariki sana.